Okay, ikiwa natongoza movie inaanzia hapa tuna mambo ambayo tu Michael alikuwa amelala ghafla anastuka akiwa na mimba. Lakini tu anafanya kazi wake na anastuka bado alikuwa amesikia kelele. Lakini mambo anashangaa. Mfanya kazi yule anaenda kumuita mama wa mjengo ambaye alikuwa amelala sehemu nyingine, sasa anashangaa bado alikuwa amesikia kelele upande wa juu. Ilibidi waje kuangalia kwamba kitu gani ambacho kimesababisha kelele hizo zifike. Sasa anafika hapo anamkuta mwamba ambaye ni Michael ana mimba na mke wake ambaye ni wa ndoa naye ana mimba. Je, yapi ambayo yapo kwenye mzigo huu? Kaa na mimi tuweze kujua yaliyomo. Sasa movie yenyewe inaanzia hapa ambapo tunaona gari nzuri ambayo inaingia katika mjengo fulani ambayo inaonekana mjengo wa kifahari, na mmiliki wa huyo inaonekana ana sasamba za kutosha. Mambo huyo anaenda kwa jina la Michael, anapokelewa mfanyakazi wake ambaye ni Viola, anamwambia mke wako yuko vizuri, bado tena hajara sana, asema anakula tu hivyo hivyo kama kawaida, akasema bado tu tabia yake ni ile, asema hebu sio yule mjamzito. Sasa inaonekana mwamba mke wake ana ujauzito, lakini inaonekana kuna tabia ambayo yeye hapendezwi nayo, kwa maana ya kula. Sasa nafika pale anakuta mke wake amekaa zake yuko anajivinjari kwa maana ya kupata chakula ambavyo yeye anahisi kwamba moyo itapenda. Nakwambia mume wangu, yani nina furaha kweli. Sasa nimekuona na nimeshiba hivi. Sasa mume wangu anamwambia wewe unakula hivyo tu. Mimi sipendi bwana unakula hivyo. Mwamba Michael anaamua kujichenga na kusepa zake na mwacha mke wake hapo Sabrina anaendelea kula. Sasa mke wake anaongea na mfanyakazi wake asema mwache nimeshamzoea. Sasa inafika nyakati za usiku Michael amelala zake sasa na mke wake ndipo amfuata chumbani kwa ajili ya kupumzika. Unakwambia ndio kula na Michael anamwambia wewe vipi? Unalala wapi? Huwezi kula na mimi. Kwanza wewe unakula tu sana. Kwanza nasikia kuna harufu fulani ambayo sio nzuri. Hebu nenda huko. Michael inaonekana sijui anasikia harufu gani kwa mke wake. Anafuma mpaka anafunika mpaka pua kwamba hiyo harufu ambayo anasikia sio nzuri. Bila chuka perfume aweze kupulizia ili at least aweze kupunguza hiyo harufu. Anamwambia hebu nenda huko nje. Anasema okay sawa mimi naenda. Akamwambia mwanamke yule hata kugoma ilibidi aondoke zake amwache Michael kwenye chumba chake. Akamwambia Michael amekasika kweli. Sasa mke wake anachokifanya ni kwenda kwenye chumba cha wageni, lakini kabla hajaingia hapo ilibidi akumbuke kwanza kwamba wakati hajabeba mimba walikuwa wanapendana kweli na Michael, mapenzi ambayo walikuwa nayo, lakini sasa hivi ana mimba. Michael anamtenga namna hiyo, anamfukuza kwamba kwa nini unakula sana, lakini ni sababu ya mimba. Labda niwaulize na nyewe wanawake ambao mnabebaga mimba, je, ukibeba mimba ni lazima unakula sana au ni tabia tu ya mwanamke? Sasa mwanamke yule inaonekana hajapenda kweli, ilibidi akae pale kitandani, lakini inaonekana mawazo kweli. Sasa Michael yuko huko anaongea na rafiki yake ni dokta. Anamwambia rafiki yangu vipi utakuja kumwangalia lini mke wangu? Anasema okay sawa nitakuja. Sawa. Sasa rafiki yake yuko busy zake. Baada ya siku kadhaa kwa zimefika tu na Michael yuko zake kwenye simu anaongea na furaha kweli na mke wake ndio hivyo anatoka. Sasa siku hii walikuwa wanataka kutoka zao out na Michael pamoja na mke wake. Sasa mke wake anashuka hivyo, Michael akawa amesubirishia aweze kusepa. Sasa mke wake alipofika pale anamuita mume wangu, tayari nimeshaanza kujiandaa twende. Sasa Michael alivyomwangalia tu alishangaa sema Mungu wangu, na nitembee na wewe uko umevaa hivyo. Hata kama ni mjamzito siwezi kutembea na wewe. Hebu kavae nguo nzuri tuweze kutembea na wewe. Unajua mimi nakupenda lakini siwezi kutembea uko umevaa hivi. Sasa Mungu wangu, kumbuka mimi na mimba. Hata kama una mimba sio twende na wewe hivi. Hebu tuende kuchagulia nguo ambazo nitakao kuvaa ili uweze kutoka na mimi. Michael alibidi aingie zake chumbani kwa ajili ya kumchagulia nguo nzuri ambazo mke wako inabidi avae. Akamwambia nachukua wigi, anachukua na tunguo fulani ambazo tunabana kwamba hutu ukivaa ndipo tutapendeza tunaweza kutoka na wewe. Na mimi nikajisikia kweli nina mke ambaye ni mzuri. Mke wako anasema kwa kweli mbona hizi sitabana jamani? Unajua mimi nina mimba, siwezi kuvaa nguo ambazo zinabana. Akamwambia vaa hizo, mimi nakusubiri huko chini tuweze kuondoka. Sasa mwamba amekaa huko chini anasubirishia mke wake hajatoka. Kumbe mke wake baada ya kuwa ameshindwa kuvaa alipitiwa na usingizi kwa melala. Mwamba anafika pana shanga sema Mungu wangu, kwa nimekwambia uvae na umelala moja kwa moja. Akasema mume wangu nilipitiwa na usingizi, najua mimba. Wanakuambia sasa siku nyingine bidada yule yuko zake tena mezani na kula kama kawaida yake, mimba inampelekesha kula kweli. Sasa mwamba anampeleka kazini na shanga sema Mungu wangu, kwa vyakula vyote hivi umeweka mezani na bidada yule mwenyewe sema ndio mbona ni vichache tu. Sema kwa vichache hivi jamani, hebu punguza kula. Unajua wewe hata kama ni mjamzito inakupelekesha mimba hivyo? Hapana bwana. Sema ndio lakini inabidi nile vizuri ili niweze kupata nguvu nikuetee kijana mzuri kabisa, kijana ambaye ana nguvu. Sema hapana sio kula hivyo. Mwamba Michael kama usipa zake hapendi kabisa tabia ya mke wake kula. Sasa ilibidi kukutana na rafiki yake ambaye daktari amuuliza kwamba je, kila mjamzito lazima awe sana? Sasa mimi kila mmoja kifanya nataka nitafute mwanamke nimlete mle ndani. Sasa daktari akupenda kabisa baada ya kuwa ameambiwa hicho, akamwambia mimi sipendi kabisa tabia yako. Sasa Michael anafika zake nyumbani huku ameleta vitu vya ajili ya kupika. Nafika pale kwa mfanyakazi wake anambia vipi? Mke wangu bado tu hafanya kazi. Unajua mimi nimesita chakula cha mke wangu. Anasema hapana, hata kama bwana, unajua mimi mke wangu hata kama ana mimba, mbona kijijini kule wengine wanafanya kazi hata kama ana mimba. Sema jamani, wanamhurumia. Sasa mfanyakazi ilibidi ampelekee chakula Michael. Wakamwambia mke wake huko naye ndio hivyo anajikongoja kwa ajili ya kwenda kuamka. Sasa utaona bidada yule mfanyakazi anamfuata, anamwambia madam, mume wako ameshafika lakini amesema
nimemiss chakula chako, lakini nimeshapika chakula. Kama naona unataka kula, twende nikupatie. Akamwambia okay sawa, lakini mimi nataka nikajipika chakula sababu nimemiss chakula ambacho nimepika mwenyewe. Bidada ilibidi aingeza kijikoni kwa ajili ya kutengeneza chakula chake ambacho nakipenda. Wanawake wanajua kwamba wakiwa na ujauzito kuna baadhi ya vitu ambavyo wanavipenda waweze kujipikia wenyewe, waweze kufurahi kweli kweli. Sasa bidada yule yuko na mfanyakazi wake anapiga story, akamwambia yani kuna chakula fulani ambacho nakitaka. Sasa baada ya siku kadhaa zimepita, bidada yule amekaa zake pale na mfanyakazi wake anafanyia massage. Tunamwambia Michael baada ya kuwa ameshaamua kwamba tafute mwanamke kuja naye. Amekuja na mwanamke kweli ambaye anaweza kumsababisha mke wake aweze kupata wivu. Sasa nashangaa nafika pale anasema unaona huyu ndio mke wangu. Sasa wewe naongea umesimama. Bidada yule bila simama mfanya kazi ili aweze kuobey. Unajua mfanya kazi yeye mfanya kazi. Sasa mke wake analalamika sema kwa mke wangu kwa umeamua kwamba kwa sababu na mimi nitafutie mwanamke mwingine. Unajua ni tabia mbaya sijapenda. Nasimama hivyo kumbe wewe ni mjamzito. Ilibidi atulize kwa ajili ya kumwambia hebu kaa usipandishe hasira. Wakamwambia Michael hata ajali anaamua kusipa zake pamoja na kimada huyu ambaye amekuja naye. Sasa bidada yule anabaki anamhudumia huyu aweze kumpatia maji kwa ajili ya kupunguza hasira namna hiyo. Sasa bidada yule ilibidi aingie zake chumbani. Chumba cha wageni kimeshakuwa chumba chake licha ya kuwa ameolewa na mwamba ambaye ni Michael, lakini Michael ameshapata. Lakini bidada analaumu kweli kweli kwamba ni tabia gani ambayo Michael ananionyesha hata kama nina mimba. Unajua nimebeba mimba yake. Mbona mwanzo tukao tuishi hivyo? Sasa upande wa Michael yeye huku ni raha anakula kweli kweli na kimanda wake ambaye amemtoa huko kwa ajili ya kuenjoy aweze kumsababisha kama mke wake aweze kurudi kwenye hali yake kwa maana ya kumaintain kwa maana ya chakula pamoja na usafi na mambo mengine. Sasa mke wake aliingia chumbani kwa Michael, anamkuta Michael amekaa amepumzika pamoja na kimada chake. Anasema nisikilize wewe mwanamke, unajua ni mwanamke mwenzangu, hiki ambacho kifanya nasema eti mimi unasikia harufu sio vizuri kabisa. Bidada yule ilibidi aondoke zake aweze kufika huku kwa mfanyakazi wake ambaye alikuwa zake anapika. Anafika jamani, hebu umeshaniandalia chochote kitu? Anakutana pale kwamba ndio chai tayari, hebu naomba ninywe. Lakini Michael mbona ameamua kunifanyia hivyo? Asema bora kwanza ninywe, ujue nimekumbuka. Asema jamani hii ni nzuri kabisa, nimeipenda. Bidada yule licha ya Michael kuta mwanamke hata aoneshi kwamba amechukia, aliamua kusipa zake. Sasa wakati mwingine siku nyingine Michael aliamua kuchukua kimada zake kwamba wanaondoka zake. Sasa mwanamke yule ambaye ni mke wake anashangaa, sema unaenda wapi? Jamani, unajua mimi ndio mume wako. Mimi ndio mke wako kabisa, nimefunga nawe ndoa, lakini unamchukua kabisa tunatoka nao ndani kwenye event, sio vizuri. Sasa Michael hata ajali aliamua kusipa zake ili aweze kumkomesha mke wake wa ndoa kwamba inabidi ujitahidi kula vizuri pamoja na kumaintain usafi. Sasa mwanamke yule kitu cha kupenda kabisa alikuja mfanyakazi wake huko analalamika sema jamani, Michael kwa nini ananifanyia hivi? Sipendi kabisa. Ambia madam nisikilize basi tufanye chochote kitu basi. Kitu kama ile ufanya ngoje nitampigia bibi aweze kutusaidia tuende tufanyeje. Wewe bidada yule vile akamwambia bibi yangu mambo anajua kuna namna gani tutafanya aweze kurudisha mapenzi yako kwako. Anasema okay sawa. Sasa bidada yule yeye ameshaambiwa kwamba watampigia bibi yake na vile aweze kufanya vitu vizuri waweze kurudisha mapenzi yake. Anakuambia amekaa hapa anawaza stress kwa sababu mume wake ndio hivyo ameshatafuta mwanamke mwingine ameshamleta ndani. Kwa hiyo yeye tayari anaenda kupoteza mapenzi yake. Wanakuambia anawaza mbali mpaka nasikia kichwa kinagonga mpaka na dondosha chini glasi mpaka inavunjika. Sasa aviona kuja hapo na shangaa sema Mungu wangu mbona umevunja usio na stress namna hiyo. Unakuambia bidada yule anaogopa, ilibidi amchukue aweze kumpeleka kwa ajili ya kumtuliza aweze kuwa vizuri kwa sababu inaonekana madamu yule hayuko vizuri, anawaza na ukumbuke huko na ujauzito. Sasa baada ya siku kadhaa ilibidi daktari aje kumwangalia kwamba ni shida gani. Ilibidi amshauri kwamba wewe saa hizi ujini mjamzito na mimba imekuwa kubwa, kwa hiyo fanya mazoezi, punguza kula, utakuwa vizuri tu hata usijali. Sema okay sawa, nashukuru kwa ushauri wako. Sema utakuwa sawa ukizingatia haya mambo. Sasa daktari hivi aondoke zake. Sasa bidada yule alianza kufanyia maneno yake ya daktari kwamba kufanya mazoezi, kula kidogo na mambo mengine aweze kuendelea. Dada yule ndio hivyo yuko zake barabarani anajipiga snapu, anafurahi kweli kweli, anaongea na watu wa nyumbani, anamwambia niko salama kabisa, msijali, Mungu anasaidia, licha kama na mimba kubwa lakini wameniambia nifanye mazoezi nitakuwa sawa. Bidada yule anafika nyumbani amekaa zake pale, yuko anaongea na ndugu zake, anamwambia jamani, mimi naendelea vizuri hata kama nyumbani kwake kuna magumu, lakini hawaambii kwamba yeye anateseka. Sasa yeye ameshaambiwa na daktari kwamba yeye ni kula vizuri, kufanya mazoezi kwa muda wote. Ndio hivyo ameweka kwenye screen pale, anakuwa anaangalia na anafanya zake mazoezi, ananyosha viungo kwa ajili ya kuandaa sehemu ya mtoto wake aweze kupitia. Sasa ghafla Michael naye ndo ametoka huko na kibada zake na shangaa sema Mungu wangu, unafanya mazoezi gani haya jamani? Anasema wanacheka kweli kweli, wanaamua kusipa zake namna hiyo, wanafurahi. Lakini bidada yule yeye hata ajali, yeye ashaambiwa na daktari kwamba afanye mazoezi na aweze kubalance chakula. Sasa amekaa zake pale anawaza kweli kweli, anasema Mungu wangu, kwa nini mmeamua kunifanyia hivi? Sasa Michael wakati amekaa zake kimada chake anamfuata, wanajifunika shuka aweze kuenjoy kweli kweli. Sasa
bidada yule anakumbatiwa namna hiyo waweze kufanya wakubwa. Sasa inafika nyakati nyingine, siku nyingine nyakati za usiku, bidada yule anastuka kwa usingizi, sema Mungu wangu, kitu gani hiki ambacho nacho? Michael anastuka kwamba tayari ana ujauzito. Sasa je, ni bibi yake na vile ameshafanya mambo hayo? Mimi na wewe hatujui. Sasa bidada yule bila mfuate, mwambie madam, kelele uko juu, sema kelele uko juu. Sasa hapa ndipo sema ambapo tulianzia movie hii kwamba mwamba katika Michael tayari ana ujauzito na mke wake wa ndoa ilibidi apande kule juu kuja kuangalia kwamba je, kweli una mimba? Na yeye mke wake anashangaa, sema Mungu wangu, una mimba. Sasa hapa ndipo sehemu ya kwanza inagonga besera. Kitu moja la kukumbusha ni kucomment na kulike pamoja na kusubscribe ili tuweze kujua, je, Michael mimba yake ataenda kujifungua au bibi yake na Viola atafanya mambo mazuri aweze kujifungua, au je antidote itapatikana ya mwamba Michael asijifungue mtoto, na kama atajifungua basi itakuwa ni historia kwa mara ya kwanza mtoto wa kiume kujifungua mtoto. Mimi ni Brad King, bye bye na karibu.